amen, amen, amen. Praise be to the name of the Lord. Hallelujah. Amen. It is good to be here. This is Great Exploits Conference 2023. And we thank God because this is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. I want to thank God so very much for giving us the opportunity to be here today. I want to tell you, this Great Exploits Conference is loaded. The servants of the Lord are already here. They are already anointed and they are ready for greatness in the mighty name of Jesus. So wherever you are, wherever you're watching us and from wherever you're listening, may the Lord bless you. May the Spirit of the Lord be with you. May God anointing touch you in a greater way in the mighty name of Jesus. I want to thank God because of the servant of the Lord, Dr. Njoroge, for organizing and hosting this conference. I want to tell you, just kick up your expectation because it's going to be great. The Lord is going to speak to you. The Lord is going to heal you. The Lord is going to touch you in the mighty name of Jesus Christ. My name's Reverend Evans Kibe from Deliverance Church International, Nice City in Mwea, and we are coming to you in the name of the Lord, in this Great Exploits Conference, in the mighty name of the Lord. Shall we pray? In Jesus' mighty name. Heavenly Father, we give you praises, we honor you. Thank you for giving us the opportunity one more time to come, oh God Almighty, to speak your word to your people. I pray that, Jehovah God, that my Lord, you may release the spirit of understanding, the spirit of knowledge, the spirit of God. That my Lord, you're going to speak to us in the mighty name of Jesus. We love you, Jehovah God, and give you praises, for there is no God like you. This particular time, oh God, we pray that you're going to touch everybody's life in the mighty name of Jesus. Open our understanding. In Jesus' mighty name we pray, and let everybody shout amen. Now, ladies and gentlemen, this conference is dubbed Great Exploits Conference. Great Exploits Conference. And I want to tell you, we are ready for great exploits. There is something that the Lord is going to do. He's going to use you in the mighty name of the Lord Jesus Christ. And we are coming live to you today, and we are just going to the theme of our conference, and we are also looking at the scripture, and we are looking from the book of Daniel. Danieli sura ya 11 mstari wake wa 32. Mahali popote ulipo na Mungu anakubariki. And this is what the Bible says. And such as do wickedly against the covenant shall be corrupt by flatteries. But the people that do know their God shall be strong and do exploits. The people that do know their God shall be strong and do exploits. Kiswahili nasema, na wao wafanyao maovu juu ya hilo agano atawapotesha kwa maneno ya kujipendekeza. Lakini wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Today, I want to speak about the knowability of God and His presence. Knowing God and knowing His presence. The Bible says that the people who know their God. Okay, the scripture that we have just read, it is prophetic and also historic, because it is the servant of the Lord Daniel that was speaking, and was speaking about an event that was to come. Na tukiangalia kidogo habari za historia, kuna jamaa anaitwa Antiochus Epiphanes ambaye alijiweka katika mahali pa Mungu, akajiinua na akaweza kucorrupt hata madhabahu. Na ndo sababu watu wengi wakakuwa wamedanganyika. The Bible says wale ambao watakao ama wafanyao maovu juu ya hilo agano. Kwa hivyo kuna watu ambao walifuata maneno ya Antiochus Epiphanes. But we thank God kwa sababu kulikuwa na jamaa
ambaye alianzisha vita vya Makabizi, ambao walisimama. Ndio Danieli anasema hata wakati ambapo watu watakaposimama na kuharibu agano na kusambaratika na kuharibika, the Bible says there are remnants. I pray that in this generation you are going to be a remnant of the people that know God. Wakati ambapo wengine when people are wickedly, are doing wicked, and they are doing wicked things against the covenant. When people are being corrupted by the flatteries of and the deception of the deceiver, there will still be people that will know their God, and they shall do exploits. I thank God because there are remnants. Wherever you are, and in this conference, may you be the remnant of the people that will know God in the mighty name of Jesus Christ. Can somebody say hallelujah? Hey, Biblia inasema wale wafanyao maovu juu ya hilo agano atawapotesha kwa maneno ya kujipendekeza. Sikia, tunaishi kwa generation ambayo kuna watu wanaweza kusimama na wajifanye ya kwamba wameingia katika mahali pa Mungu, na kuna watu wengi wamepotoshwa. Kuna watu wengi ambao wameondoka katika njia za Mungu. Lakini sikiliza, nataka nikwambie, kungali kunao watu ambao wanaomjua Mungu wao, na wanaomjua Mungu wao watakuwa hodari, watakuwa na nguvu. I pray that you may receive strength to stand firm in the name of Jesus. Jameni, kama ni sawa, sema sawa. Hallelujah. Wale wamjua Mungu watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Tunaenda kufanya mambo makuu. Nitugwika maundu manene, maundu ma magegania, maundu matari monuo, maundu maria mekoinainia nginya ngoma, maundu mekoinainia uthamaki wa ngoma. The things that will shake the kingdom of darkness in the mighty name of Jesus. Somebody shout amen. So the Bible says that the people, when others are being deceived by the flatteries, the people that do know their God. We come to the place of knowledge. Knowledge is power. Knowledge is power. And let me tell you, kama haujui kitu, unaweza kuteseka, unaweza kuumia. Na ndio sababu Biblia inasema wale wanaomjua Mungu wao. Sio wale wamesikia habari za Mungu, na sio wale wamejua kuhusu Mungu, ni wale wanamjua Mungu. Sababu mtu anaweza kujua kuhusu mtu fulani, lakini hamjui. Lakini hapa tunaongea kuhusu kumjua Mungu. The issue here is knowledge. Unajua, inasemekana kwamba jamaa mmoja alinunua gari. Na nikwambia, knowledge is power. Jamaa kanunua gari na akafurahia sana, akacelebrate, akasherehekea, wakafurahia, wakashukuru, wakakuwa na bash, wamenunua gari. Unfortunately, kuna mambo huyu jamaa hakuwa amejua kuhusu gari. Usiku wa kwanza ilipofika saa 9 asubuhi, gari, watchman ama security man akakuja akamnokia mlango, akamwambia mazee, gari inaguruma. Jamaa kashangaa sana, gari inaguruma aje? Niko na ufunguo, niko na remote. Akateremka kwa stairs na kwenda kuangalia kabisa, kweli akapata kwamba kweli kabisa gari inanguruma. Jamaa kashangaa, what is this? Anyway, akatumia ile remote, akazima gari, akarudi akalala. Siku ya pili, the same time, gari ikanguruma saa 9. Jamaa akashangaa, sasa hii ni nini? Akaenda akazima. Siku ya tatu, the same time, akasema sasa hii, this is now beyond me. Akaenda kwa pastor yake akamwambia, kuna gari hapa nimenunua na inakaa iko na mapepo kila siku saa 9. Pastor akasema sasa tutaenda tutaiombea. Akakuja na anointing oil, wakaombea hiyo gari, wakafanya nini? Akasema hii gari inaonekana iko na mapepo, imetumwa ikuje kuangamize.
Lakini hiyo usiku tena the same thing happened, hata baada ya kuombewa, hata baada ya kupakwa. Knowledge is power. Hey, jamaa kashangaa. Watu wakaanza kumwambia sasa kuna mtu akamwambia sasa, iliponguruma tena akarudi kwa pastor akamwambia, ni aruru maleki, ona modho tuko, nike no eruru mile. Pastor akemwera, sasa wewe uza hiyo gari. Na jamaa kaanza kujiandaa kutafuta wanunuzi. In 3 months time alikuwa sasa amefikiria kuuza na alikuwa ameanza kupata baya. Lakini kitu kikamwambia, si uende kwa Google, uangalie ni nini ambaye inaweza fanya gari iwashe. Akadiscover ya kwamba hii gari ilikuwa imekuwa programmed kwa watu wale ambao wanaishi very cold areas, ili kwamba inapofika hiyo masaa inajiwasha, ndio ile engine isije ikaclog. Jamaa akasema hala, akaenda akaleta mechanic, wakakuja wakaliprogram ile gari. Na gari sasa from that time haikuwa inguruma saa 9. Knowledge. Hiyo ndio sababu tunasema knowledge is power. Imagine kuna mtu alikuwa anateseka kwa sababu alikuwa amefikiria ni mapepo, alikuwa amefikiria ni mashetani, alikuwa amefikiria ni waganga, lakini kumbe ni lack of knowledge. That is why the Bible says the people that do know their God shall be strong and do exploits. We need to come to a position, to a place of knowing God. To a place of knowing God. Kama ni sawa, sema sawa. Kwa hivyo, kuna watu ambao watakao mjua Mungu. Jamani, suinua mkono wako na useme, kwa jina la Yesu, ninatangaza, nitamjua Mungu katika generation hii. Oh, hallelujah. Nataka nikwambia, hata kama watu wataongea vibaya aje kuhusu Mungu na kuhusu imani, let me tell you, hata kama watu watakorapta, kuna wale bado watakao simama, na hao watakao simama, hata kama watakuwa wachache kiasi gani, watakuwa hodari na watatenda mambo makuu. I pray that we are going to be the people that are going to do great things in the mighty name of Jesus. Somebody say hallelujah. Now, it is good to understand some of the things. And the first thing that we need to understand about knowing God is that if we are to know God, it is necessary that He reveals Himself to us. If we have to know God, it is necessary that God reveals Himself to us. Unajua Mungu sio kama watu ambao tunasoma habari za Vasco da Gama. And you study about Dr. David Livingstone. God reveals Himself. Let me tell you, God is alive. Mungu wetu yuko hai. Jameni, kama ni sawa, sema sawa. Kwa hivyo nimesema ya kwamba jambo la kwanza, kama tutamjua Mungu, ni muhimu ya kwamba Mungu ajifunue kwetu. It is necessary that He reveals Himself to us. Praise be to the name of the Lord. We serve a God who reveals Himself. Hatumuabudu Mungu ambaye hatumuelewi, hatumjui. Maana Mungu wetu anajifunua. Maandiko yanasema katika kitabu cha Romans chapter number 1 and verse number 19. Romans chapter number 1 and verse number 19. Warumi sura ya kwanza na mstari wake wa 19. Biblia inasema, because that which may be known of God, hallelujah, is manifest in them. For God has showed it unto them. Kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao, kwa maana Mungu aliwadhihirishia. Ni Mungu. Anything that we shall know about God,
we must receive the revelation from God himself. He is a God that reveals. The Bible says, anything which forth, because that which may be known of God. Jambo lolote linaloweza kujulikana kumhusu Mungu, lazima liweze ama limejulikana kwao, kwa sababu ama limejulikana kwetu, maana Mungu ametufunulia, Mungu ametudhihirishia. Ngai ni Ngai woguorio nieguoranagia hari andu ake, tutingihota kuthoma Ngai through science, ati uthome horo wa Ngai, uthome Ngai nginya umumenye. No nginya Ngai eguorie, lazima Mungu ajifunue kwetu ndio tuweze kumjua. Praise be to the name of the Lord. My prayer today is that God may reveal himself to us, that we may know him. Because when he reveals himself to us, he don't just reveal about his name. He reveals his power. He reveals his love. He reveals his might. He reveals his grace. He reveals his wisdom. When God reveals it to you, hey, somebody shout amen. Because, you know, sometimes we speak about revelation. Do you know, we cannot just have revelation if God does not give us the revelation. It is God who reveals. It is God who gives us a revelation about him. May Jehovah reveal himself to us in the mighty name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao, kwa maana Mungu aliwadhihirishia. Kwa hivyo hilo ni jambo la kwanza, wapendwa. Na ndio sababu unajua mtu hawezi akaanza kuargue na Mungu ama kuargue kuhusu, unajua sometimes unasikia vile watu wanaongea kuhusu Mungu na wanaanza kusema ni nani amewahi enda kuona Mungu, ni nani amewahi enda mbinguni na kurudi. Acha nikwambie ya kwamba unajua Biblia inasema ya kwamba mawazo ya Mungu yametofautiana na mawazo ya binadamu kama vile mbingu na nchi. No, imagine. And the Bible says, hekima ya mwanadamu, hapo ndipo mahali ambapo, ama hiyo ndio ujinga wa Mungu. Imagine. Leo ule, kwa njia nyingine, ni bora kutumainia ujinga wa Mungu kuliko the wisest person or the wisdom of man. Imagine. Kwa hivyo hauwezi ukajua Mungu kupitia medulla oblongata. Hauwezi ukamjua Mungu kupitia shule, kupitia somo la biolojia na somo la sayansi. Tunamjua Mungu kupitia ufunuo. Mungu ajifunue. Hiyo ndio sababu Biblia inasema mambo yote kumhusu Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri kwa sababu Mungu ametufunulia. Praise be to the name of the Lord. Na nataka nikwambie katika hii great exploits conference, yale mambo ambayo Mungu anaenda kuyatenda, yale Mungu anaenda kufunua, Mungu anaenda kujifunua kwako, Mungu anaenda kufunua hekima yake, Mungu anaenda kuleta kukufunulia wewe, upate neema hiyo, upate kibali hicho katika jina la Yesu Kristo. Praise be to the name of the Lord. Nataka tuweze kuangalia jambo lingine hapa katika kitabu cha Yeremia sura yake ya 9 na mstari wa 23. Kama kuna kitu ambacho Mungu anapenda, watu wa Mungu unayenisikiliza, ni kwamba tuweze kumjua yeye. Kama kuna kitu ambacho Mungu ako na haja nacho, ni watu wake wamjue. The Bible says the people who do know their God shall be strong and do exploits. Swali langu kwako,
wewe unamjua Mungu gani? Sababu kuna miungu mingi katika dunia. Kuna miungu ya wanawake, kuna miungu ya pesa. Unakumbuka wakati mmoja Paulo anaingia katika mji wa Efeso na anapata watu ambao walikuwa na wanaabudu miungu. Katika mji wa Efeso ndio kulikuwa na hekalu la goddess Diana. Na Paulo akaenda, na alipokuwa anatembea akapata kuna hekalu ambayo imetengenezwa na wameandika kwa Mungu asiyejulikana. Na Paulo akaenda akapeleka habari za huyo Mungu ambao hawamjui. Nitodo ni moe gai cia mihianano, ni moe gai etagwo Diana. Walikuwa wanajua miungu ya sanamu, walikuwa wanajua miungu ya kibiashara, walikuwa wanajua miungu ya Mungu wa Diana, the goddess of fertility. Lakini kuna Mungu ambao walikuwa hawajamjua. Na ndio Paulo akapeleka habari za Yesu Kristo, akapeleka habari za Injili. Wapendwa, nataka niwaambie hivi, Biblia inasema wale wanaomjua Mungu wao, the God that you know. This is the question. Does the God you know able to make you strong? Does the God you know able to make you do wonders and exploits? But I prophesy today in the mighty name of Jesus, the God that we know, Jehovah Elohim, Yahweh, Jehovah El Shaddai, Jehovah Maskedikem, Jehovah Shammah, Jehovah Roy, his name is Yahweh. That God is able to make us strong and also to do exploits. And we declare in the mighty name of Jesus, we don't believe in a God ambaye anaweza bebwa na kwa mabagi za watu. Tunaamini Mungu ambaye yeye anabeba ulimwengu mzima. Tunamwamini Mungu ambaye kila universe yote iko kwa mikono yake. Can somebody shout a hallelujah? Glory to God. The people who do know their God shall be strong and shall do exploits. Know your God. Desire to know your God. Hey, may God reveal himself to us in the name of Jesus. Hallelujah. Unajua, nakumbuka huyu binti ambaye binti wa Laban walipotoroka na Yakobo kutoka kwa Laban kule Haran. Biblia inasema kwamba huyu binti aliiba miungu. Aliiba miungu ya Laban. No imagine okoyaga yurayo. Yaani unaomba unaabudu Mungu ambaye anaweza ibiwa. So Biblia inasema kwamba huyu binti akaiba miungu, akabeba kwa kikapu, akatoroka na Mungu. So Laban alipokuja akaenda mahali Mungu wake anamwekaga, anapata Mungu wake hayuko. Ate gainie hilo. Mungu aliibiwa. So Laban akafuata Yakobo. So alipofuata Yakobo akamfikia. Akamuuliza Yakobo, sasa hata kama ilibidi mtoroke, kwa nini mumeiba Mungu yangu? Muirega isi yako niki, muirega iwako niki. Muliiba Mungu wangu kwa nini? Yakobo akasema ya kwamba wewe tafuta. Na ukipata kama kuna mmoja wetu wenye yako na Mungu wako, huyo mtu anafaa kufa. So Biblia inasema kwamba akatafuta, lakini yule binti akaenda akaweka hiyo miungu akaikalia. Gai, no imagine ukihoyaga yoraikaliro ni atumia. No, unaweza imagine unaomba Mungu ambaye anaweza kaliwa na wamama. Biblia inasema kwamba akakalia hiyo miungu. So wakati ambapo Laban alikuwa anatembea pale akitafuta miungu, yule binti akamwambia, dadi, tafadhali usiniambie nisimame kwa sababu niko katika siku zangu za mwezi. Na hivyo ndivyo huyo Mungu alifichwa na mama na hakuonekana. Sasa swali langu ni kwamba Laban alirudi bila Mungu, kwa sababu Mungu ameshaibiwa na ameshafichwa na mama, amekaliwa na wamama.
Sasa Mungu kama huyo anaweza fanya exploits. Mungu kama huyo anaweza jifunua. Thank God. Ngai witũ ndaikaragĩrwo nĩ atumia. Ngai witũ ndaiagwo. Ngai witũ ndakuagwo na ikabũ. Ngai witũ nĩ eguoranĩria. Mungu wetu huwa anajifunua katika jina la Yesu. Praise be to the name of the Lord. Ngai witũ ni Ngai mwega. He's a good God. Biblia inasema katika kitabu cha Jeremiah chapter number 3. Gugaga atiriri. Ũndũ wa kerĩ. Kama kuna kitu ambacho Mungu anataka sana, ni ithuĩ tũmũmenye, ni sisi tumjue. He desires that we know him. He desires. Because let me tell you, oh my God, God wants to do exploits on the earth. He wants to do exploits on the earth. And he wants to use us. Because let me tell you, Biblia inasema kwamba mbingu ni mbingu za Mungu, lakini dunia amewapa wanadamu. Amewapa wanadamu. Kwa hivyo, kama Mungu ametupa nchi, kama Mungu ametupa ardhi hii, nataka nikwambie kwamba anataka tuweze kufanya exploits katika dunia. Sasa tutafanyaje exploits bila ya kumjua Mungu? Tutafanyaje exploits kama we are weak? Hiyo ndio sababu Biblia inasema, na hiyo ndio theme ya Great Exploits Conference. Wale wanaomjua Mungu wao watakuwa hodari na watafanya mambo ya ajabu. So Mungu anataka kufanya exploits, na ndio sababu ana desire tuweze kumjua. Maandiko yanasema katika Jeremiah, narudia tena, Jeremiah sura ya 9 mstari wa 23. That says the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches, but let him that glorieth glory in this. Hallelujah. Glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord, which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, says the Lord. Sikia tu vile Biblia inasema, vile Mungu anavyo desire ya Mungu ya sisi kumjua. Sababu angependa kufanya exploits. Angependa kututumia sisi kufanya exploits. We declare in the mighty name of Jesus, we shall not die before we accomplish what God has ordained us that we accomplish. In Jesus' name. Biblia inasema ya kwamba, Bwana asema hivi, mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake. Wewe unajua vile ambavyo watu wanaweza kujisifu kwa sababu ya hekima, kwa sababu ya maarifa, kwa sababu ya masomo. Kumbe hiyo haistui Mungu. Biblia inasema yule mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake, wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake. Hebu imagine, jua vile watu wako na nguvu za pesa, nguvu za kisiasa, watu wako na nguvu. Na unajua watu wanaweza kuongea mambo makubwa kwa sababu ya zile nguvu ambao wako nazo. Biblia inasema mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake, wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake. Na kuwa na utajiri ni sawa, na kuwa na nguvu ni sawa, na kuwa na hekima ni sawa. Lakini imagine hiyo haimguzi Mungu sana. Lakini Biblia inasema ya kwamba bali ajisifu. Kwa hivyo kuna watu ambao wameruhusiwa kujisifu. Bali ajisifuye, na ajisifu kwa sababu ya hii, kwamba
ananifahamu mimi na kunijua ya kuwa mimi ni Bwana nitendaye wema na hukumu na haki katika nchi, maana mimi napendezwa na mambo haya, asema Bwana. Mungu anataka tumjue yeye, na sio tu kumjua. Sikia, ni kweli Mungu ni Mungu ambaye anatenda mema, lakini pia ni Mungu wa hukumu. Unajua kuna watu ambao wanataka kumjua tu Mungu kama Mungu ambaye ni wa kutenda wema peke yake. Na ndio sababu kuna the prosperity gospel about vile Mungu anafanya, vile Mungu anaweza tajirisha. Ni kweli anaweza kufanya na Mungu anatenda mema, lakini sikia, tusimjue Mungu katika njia tu moja. Ni vizuri tumjue Mungu ya kwamba ni Mungu anayetenda wema, na ni Mungu wa hukumu, na ni Mungu wa haki, kwa sababu anasema anapendezwa na mambo hayo. Can somebody say amen? So what does God say here? Mungu anasema kwamba the source of our joy and the sense of importance ought to come not from our own abilities or our possessions. Hallelujah. Our sense of importance, our source of joy, hallelujah, is not, haitoki kwa mali, haitoki kwa hekima, haitoki kwa uweza, lakini inatoka kwa Mungu. It comes from the knowledge of God. It comes from knowing God. Na nataka nikuambie hivi katika jina la Yesu Kristo ya kwamba sozi yetu ya furaha yetu, sozi yetu ya umuhimu wetu. Imagine Biblia inasema mtu asijisifu kwa sababu ya vile vitu wako navyo, kwa sababu ya utajiri alionao, kwa ajili ya hekima alionayo, lakini ajisifu kwa sababu anamjua Mungu ya kwamba yeye anatenda wema. Na nataka nikwambie wewe radhi kirelia, our God is a good God. He does good. Anatenda mema. He is a God that does good. May He do good to you. May He do good to this great exploits conference, because He's a God who does good. But let me tell you, He is also a God of judgment. He is a God of judgment. That is what the Bible says. So let us know God in different dimensions in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. He is a loving kindness. He's a loving God. He's a kind God. May the kindness of God reach us as we keep on knowing Him. Wacha furaha ya Bwana, wacha ya kwamba rehema za Bwana, wacha wema wa Bwana uweze kushuka juu ya maisha yetu. Na pia yeye ni Mungu, is also a God of judgment. That is what the Bible says, a God of judgment. And He's also a God of righteousness. Hallelujah. He's a God of righteousness. Na ni vizuri, sio vizuri tu kukimbia kwa Mungu wakati unataka kutendewa mema. Jua ya kwamba yeye ni Mungu anatenda mema, na wakati wa hukumu ni Mungu wa hukumu, wakati wa haki anatenda haki. He's a God of goodness or loving kindness. He's a God of judgment, and also He is a God of righteousness. In the mighty name of Jesus. Thank God. Our source of joy comes from God. So the more we get the knowledge of God, the more God reveals to us, the greater the joy, the greater of sense of importance. Yani unakuwa wa maana kwa kumjua Mungu. Wewe unayenisikiliza siku ya leo na ungali haujamjua Mungu, jameni, I want to pray for you. Nataka nikuombee. Nataka Mungu akusaidie kuwa na desire ya kumjua Mungu. Paulo akasema, that I may know Him, and the power of His resurrection, and the fellowship of His suffering, that I may know Him, that I may know God, and the power
of his resurrection. Praise be to the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Glory to Jesus. Yesu akasema katika kitabu cha Yohana 17 mstari wa 3 kwamba this is eternal life, that I may know God and that they may know Christ. This is eternal life. Imagine, shatabaka. There is no eternal life. That eternal life, that Zoe, the God kind of life, that is called the Zoe. It only comes when we know God. Wakati tunapomjua Mungu. Ndio sababu Yesu alisema, this is the eternal life, that they may know God, they may know you the Father. Hallelujah. Eternal life is when we know God. When we know God, we have eternal life. We have Zoe. We have the life of God in us. In the mighty name of Jesus. May God help us that we know him. In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Na ndio sababu Yohana anaandika na anasema kwamba nawaandikia ninyi watoto kwa sababu umemjua Baba. Hallelujah. Do you know your God? Do you know your Father? In what dimensions do you know him? Listen, nimesema ya kwamba jambo la kwanza, ikiwa ya kwamba tunamjua Mungu, ni kwamba yeye ajifunue kwetu. Hallelujah. Na jambo la pili tukasema ya kwamba source yetu ya joy, source yetu ya sense of importance inatokana sio kwa sababu ya vitu tulivyo navyo, sio kwa sababu ya hekima tulio nayo, lakini inatokana kwa kumjua Mungu. Na Mungu anataka tumjue, ili tukimjua ndio tunakuwa strong na tutafanya exploits katika ulimwengu katika jina la Yesu Kristo. Nataka nikumalizie, lakini nataka nikuambie ya kwamba kuna vile ambavyo tunaweza kumjua Mungu. Kitabu cha Isaiah chapter number 55 and verse number 6, the Bible says that seek the Lord while he may be found. Call on him while he is near. Seek the Lord. Seek the Lord. Mtafuta Bwana. Na nataka nimalizie watu wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Na nataka niombe pamoja na wewe. Tunaweza kumjua Mungu katika maisha yetu. Tunaweza kumjua Mungu katika maisha ambayo tuko nayo tukimtafuta. Biblia inasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Unapomtafuta anajifunua. Oh, hallelujah. Praise be to the name of the Lord. Unapomtafuta anajifunua. Unapomuita, jameni, yeye anajifunua. And that is why it is very important for us to know. This is one of the reasons why we pray. Madhani Agosho. Hii ndio sababu moja kwa nini huwa tunaomba. Najua kuna watu wanasemanga ya kwamba yale hatujaomba utatuombea. Sasa unashangaa, kama yale hatujaomba atatuombea, si tungeacha hata kuomba, sababu anaweza kutuombea yote. Unajua kwa nini Mungu anatuambia tumtafute na tumuombe? Ni kwa sababu ametupatia ulimwengu, ametupatia dunia ili tuweze kutawala. So hii ni territory yetu. And if we don't ask God to reveal himself to us, if we don't invoke God to come into our realm of knowledge, let me tell you, yeye ataendelea kukaa. Ndio sababu Biblia inasema kwamba Yesu Kristo alipokuwa anafundisha wanafunzi wake kuomba, alisema kwamba ombeni Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Kwa hivyo kumbe kuna mapenzi ya Mungu ambayo yanatendeka huko mbinguni na yanafaa yatendeke hapa duniani. Sasa if we don't ask for the will of God, hallelujah, ili mapenzi ya Mungu yanayotendeka kule mbinguni iweze kuja kwetu, tutabaki kuwa mapenzi ya Mungu itabaki, na hapa tutabaki bila chochote. But when we ask God, that is why seek him. Let God reveal himself to us, and through that we are going to be strong and do exploits in the name of Jesus. I prophesy of your life, over your life, ya kwamba maisha yako hayatabaki the same. You are going to be strong. You are going to do exploits in the mighty name of Jesus. Not because of your wisdom,
Not because of your riches, not because of where you are born, but because of knowing God. Hey, Karibu Sana. The people that do know their God shall be strong and do exploits. Shall we pray right now in the mighty name of Jesus? Wherever you are right now, I pray that God may increase that desire ya sisi kumjua. Aongeze desire, tamaa ya sisi kumjua katika maisha yetu. Hey, jamani, kama umechoka kufanya vitu duni, vitu vya kawaida, jamani, si ufike mahali ukasirike na useme nimechoka kufanya vitu vya kawaida. I want to do exploits in the name of Jesus. Nataka niwaulize swali. Mtu leo hivi akikuja aseme ati nimeenda kuinda, nikashika panya waine, haleluya. Bwana asiwe sana, nimeshika panya waine. Hiyo ni kitu ya wewe kustuka? Ama ati alikutana na panya ati anakuja ati dena oira, haleluya, mwadhani yagocho. Niko na ushuhuda wapendwa Bwana, nimeona Bwana, mkono wa Bwana, nimeshika panya ine hii wiki. Panya ni kitu ya kwenda unaenda kustua watu nawe ati ni testimony. That is not an exploit. But let somebody say, when I was coming here, nilikutana na simba. Kila mtu atataka kujua alafu. Praise the name of the Lord. I want to tell you, we are in for a great exploit in the name of Jesus. And I want to tell our brother, Dr. Njoroge, and the delegates of this conference, and the conveners, that this conference is going to be a powerful thing in the name of Jesus Christ. We are going to do great exploits for God in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We are ready for a great exploit in Jesus' name. Shall we pray? Father, in the name of Jesus, we thank you. We bless thy name and give you praise. Thank you for this great exploit conference. Yes, the Bible says that the people who do know their God, we know you, oh God. We know you, King of glory. You are our God. You are Jehovah Sidikenu. You are Yahweh. You are our God. You are the Father of our Lord Jesus Christ. You are the Lord of loving kindness, the God of judgment and righteousness. Hallelujah. You are powerful God. Yekayadaba. Miungu mingine yote ni kazi ya mikono ya wanadamu. Peke yako wewe ndiwe Mungu. Na tunakushukuru kwa sababu ya siku ya leo. Katika jina la Yesu Kristo, naomba ya kwamba Bwana tupatie tamaa na shauku ya kukujua zaidi katika maisha yetu, ili tukawe hodari. Sasa hivi natangazia kila mtu anayenisikiliza, kila mtu ananitangaza, akainuke, akawe na nguvu, akafanya makubwa katika jina la Yesu. Roho yote ya uduni tunakuja kinyume chako in the mighty name of Jesus. We declare we are rising, we are knowing our God, and we are rising to do great exploits in the mighty name of Jesus. Father, I thank you. I pray for the people that have not known you. My God, bring them to the knowledge of the grace of God. In Jesus' mighty name, we give you praises and honor. Mahali popote ulipo, unaweza kuwa unasikia ujumbe huu, haujamjua Kristo, haujamjua Mungu. Ungependa Mungu aweze kukuokoa, Yesu Kristo aweze kukusamehe dhambi zako. Nataka nikuombee sasa. Unaweza rudia maombi haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu Kristo, ninataka nikujue. Nifunulie, jifunue kwangu. Ninakataa kila kiambaza, kila pazia ambayo imewekwa nisikujue wewe. Uiondoe sasa kwa jina la Yesu. Kuanzia leo ninaomba unisaidie kukujua. Kwa jina la Yesu nimeomba, nimeokoka. Amen. Baba, asante kwa sababu ya maisha watu hawa. Uwabariki na wacha wakujue na wakainuke, wakafanya miujiza na wakafanya mambo makubwa katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi tumeomba, zote tuseme amen. I pray for you wherever you are. May you receive the healing. Those who are sick, we declare that our God is able to heal you right now. We know the God that healeth. He is the God that healeth. May God bless you in Jesus' mighty name. Hallelujah. I want to take this opportunity to conclude there. May Jehovah God bless you. May the Lord be with you in Jesus' name. The conference continues. It is powerful. It is powerful in Jesus' mighty name. Amen and amen.
Hallelujah.